Karibu nifunze Tech. Leo tunakwenda kutengeneza CV yetu ya kwanza kwa kutumia HTML. Hapa tunakwenda kufanya ni simple project ambayo itakupatia skills za kuelewa matumizi ya tagi za HTML. Tutakwenda kuangalia matumizi ya tagi, tutakwenda kuangalia matumizi ya heading, tutaangalia pia matumizi ya paragraph, tutaangalia pia matumizi ya list, lakini pia tutamalizia na formatting tags kama strong na break. Sasa tutakuwa na project hii hapa simple kama inavyoonekana hapa. Hii ni CV, tutakwenda kuitengeneza kwa kufuata sheria za HTML ambazo nimekuonesha hapa, hizi heading, paragraph, list na format. Sasa ili kukamilisha project yetu hii tutakwenda kufanya kwa kufuata hatua 5. Tutakuwa na hatua 5. Hatua ya kwanza tutafanya setup ya file letu, baada hapo tutatengeneza kiwiliwili cha website yetu, baada hapo tutakwenda kutengeneza logics ambazo ndio zitatusaidia kuweza kutatua hii tatizo la kutengeneza CV yetu. Baada ya hapo tutafanya formatting, kuifanya kidogo CV yetu iwe na muonekano mzuri. Baada hapo pia tutakwenda kutumia pia tags za list ili kutengeneza list. Kama ukiangalia hapa kwenye skills kuna hizi list zinaonekana hapa. Haya ni matumizi ya list katika HTML. Sasa tutakuja hapa kama kawaida, nitakuja kwenye Visual Studio yetu hapa, nita double click kuifungua. Kishafunguka hapa, nitakuja kwenye Explorer hapa. Hii welcome page nitaicancel, sihitaji. Nitakuja kwenye Explorer hapa, nitaingia kwenye new hapa. Hapa nitasema jina langu la faili, labda niliite CV, mfano tuite cv.html, bonyeza enter. Baada ya hapo tuanze kufanya setup ya file letu. Kama kawaida kwenye kufanya setup nitaandika doctype HTML. Hii ni declaration kwa ajili ya kuiambia browser kwamba tunatumia HTML version ya 5. Tutafungua tagi nyingine ambayo inaitwa ni HTML. Hii ndio sehemu ya msingi sana. Utaandika. Baada ya hapo utaweka attribute ya language kuweza kuonesha kwamba website yetu tunatumia language ya aina gani. Tunatumia Kiswahili, nitaweka SW. Baada ya hapo hii unaifunga na kuifungua. Utaifunga chini hapa HTML. Baada ya hapa nitaandika tagi yetu ambayo ni tagi ya head kama kawaida. Utaifungua hapa, alafu utaifunga hapa head. Humu ndani nitakwenda kuweka title. Kama kawaida, nitafungua, nitafunga. Katikati ya hapa nitakwenda kuweka sasa title ya page yangu. Labda tuite, naweza kusema labda mradi wa CV. Labda mradi wa CV nifunze Tech. Baada ya hapa ya kuweka title, tutakuja hapa chini tutaweka body. Sababu body ndio sehemu kuu katika website yetu. Nitaifungua na kufunga. Hasa vitu ambavyo vitakuwa vinakaa katika body ni vitu ambavyo vitakuwa vinaonekana katika browser yetu, ambavyo ukiangalia kwenye project yetu hapa, kama ukiangalia kwa makini, maana yake vitu vyote ambavyo vinaonekana hapa, hii student name, summary, education, experience, skills, contact, vyote hivi vitakuwa vinaonekana katika browser. Kwa hivi vinakaa katika boards. Kwa utakuja kwenye body hapo ndio utakwenda kuweka hivyo vitu vyetu. Sasa tutatengeneza kwanza hii hapa tunaanza na student name ambao ni jina la mwanafunzi. Hii ni hatua ya pili. Tutakwenda kutengeneza sasa logics ili tuweze kutengeneza CV yetu sasa. Kwa hiyo tutaanza na heading ya kwanza. Hii ni tag ya kwanza. Hii hapa nitaandika heading, nitaifungua na kuifunga. Katikati nitaweka sasa heading yangu. Labda niseme labda jina la mwanafunzi. Hii heading 1 ni heading ambayo itakuwa ni kubwa sana, sababu hizi heading ziko 6 kuanzia heading 1 mpaka H6. Maana yake heading 1 inakuwa ni kubwa, afu ile heading 6 yenyewe inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo kadri unavyokuwa unaenda ndivyo inavyokuwa zinapungua. Baada ya hapa
nitaweka horizontal line. Kama ukiangalia hapa, tukija kwenye project yetu, ukiangalia hapa kuna huu mstari ambao unaonekana hapa. Hii tag ambayo imetumika hapa ni tag ya horizontal line. Kwa nitakuja kuiweka hapa tag yangu chini ya h1, nitasema hr horizontal line. Baada ya kuweka hiyo line, tena ufuatia nitakwenda kuweka sasa ile summary ambayo ni muhtasari. Nitakwenda kutumia heading nyingine ambayo ni heading namba 3 kama inavyoonekana hapa. Nitafungua na kufunga kwa sababu hizi ni paired tags, ni tags pacha. Nitaandika title ya hii ambayo ya heading namba 3 hapa. Nitaandika nitaita labda ni hii itakuwa ni muhtasari. Kwa hiyo nitaandika muhtasari. Kama kawaida chini nitakwenda kuweka paragraph kwa ajili ya kuweka, sababu paragraph ni tag ambayo inakusaidia kuweza kuandika maelezo marefu au sentence ndefu. Kwa hiyo nitakwenda kuandika hiyo paragraph yangu. Nitafunga na kufungua. Humu ndani sasa nitakwenda kuweka sasa nini? Sentence zangu. Mfano, tuseme labda kama nasema andika mistari michache inayoelezea malengo yako ya kitaalamu. Hii inasaidia kuwasiliana na waajiri. Kwa nasema labda tumia sentence fupi mfano ili kuleta mvuto mkubwa. Mfano labda ili kuleta mvuto mkubwa. Hizi ni sentence zangu. Ukiangalia hii ni sentence ndefu kidogo, unaweza nikaamua kidogo nishushe chini ili kidogo uweze kuiona vizuri hapa. Nitashusha chini hapa kama inavyoonekana hapa. Hii ni paragraph. Sasa nikishamaliza hapa chini nitaweka ile line yangu. Nitatumia BR kuweza kuweka line. Nitasave control S. Njoo kwenye sehemu ya go live hapa, utabonyeza. Utasubiri kidogo iweze kurun ili kuweza kuona matokeo katika browser itakuwa yanaonekana vipi. Kwa utasubiria kidogo. Hapa tayari. Sasa kama inavyoonekana hapa tumeweka jina la CV na huu ndo muhtasari wetu. Kwa hapa tunaendelea kutengeneza hii CV yetu kwa kutumia tagi za HTML. Baada ya hapa nitatengeneza heading nyingine chini hapa. Kama nitasema labda heading namba 3 kama kawaida, nitafunga na kufungua hiyo amri yangu ya HTML. Katikati nitaweka maneno ambayo yanatakiwa yawe displayed. Labda tuseme elimu. Tuseme labda elimu. Baada ya kuandika elimu, nitaweka paragraph ambayo nitakwenda kuandika kidogo maelezo kidogo mafupi kuhusu elimu yangu katika CV. Hapa nitakwenda kutumia strong. Strong hii ni moja ya formatting tags, tag ambayo tunaitumia kuweza kufanya maneno yaweze kuwa strong au yaweze kuonekana vizuri. Nitafungua strong, nitafungua na kufunga kama kawaida kwa kuwa hii ni tag ambayo ni paired, ziko mbili pacha. Sasa nitasema labda ngazi ya elimu mfano labda ni ngazi ya elimu. Baada ya hapo tutakwenda kutumia pia formatting tag nyingine ambayo ni break. Kazi ya break inafanya kazi ya kushusha maandishi mstari mmoja chini. Maana yake ni kama vile inafanya kazi kama enter katika keyboard yako hapo. Baada ya hapa nitaweka labda mfano labda jina la chuo, nitaweka labda mahali, nitaweka break kama kawaida kuruka mstari. Haya, tuweke labda maandishi mengine, tuseme labda ni tarehe, labda slash, tuweke labda mahali. Tuweke tarehe, labda tuweke mwaka mfano. Tukimaliza hapa tutatengeneza tena labda ngazi nyingine pia ya elimu. Mfano tuseme labda ngazi nyingine tuweke strong, ngazi nyingine tuweke labda ngazi labda nyingine ya elimu.
Sasa hapa utaweka ngazi yako ya elimu. Haya, utaifunga strong, hakisha unafunga hapa. Chini utaweka brick kama kawaida, utaweka labda jina la chuo labda ulichosoma, mfano labda utaweka kinapatikana maeneo gani, utaweka brick, utasema labda tarehe, utaweka na tarehe au mwaka. Kimaliza hapa nikishamaliza hapa sasa, hapa nimeshaweka elimu, kwa maana yake section ya elimu imeisha. Kwa nitakwenda kutumia, kwa kuwa section ya elimu imeisha, nitakuja hapa kwa sasa hivi. Baada ya kuweka hiyo, tutakuja hapa tufanye hivi. Hapa pia tuweke paragraph, tufungue, alafu hapa chini pia tufunge paragraph yetu. Chini tuweke horizontal line ambayo ni HR kwa ajili ya kutenganisha na sehemu ambayo itafuatia. Tukija hapa tukirefresh hapa, tutaweza kuona hii ilikuwa ni ngazi